Tuache tuangalie tunakokwenda, lakini nahisi kabisa kwamba kulikoni? Umemwambia neno gani mzee? Nimemfanya nini mimi dada? Sijafanya chochote. Nimemwambia yote ya ukweli. Nimempa tu ukweli wake kuhusu hivyo vituko anavyofanya. Wewe alikuwa anang'ang'ania kwenda kuosha maiti ya dada yake. Tangu lini? Wewe dada umeweko na wapi? Maiti ya kike inaoshwa na mwanaume. Dada mkoma. Tena ushike adabu yako. Ile sauti unampandishia nani? Sina kuna sauti unampandishia nani? Tena ukome, ushike adabu yako kabisa. Wewe unampandishia mimi sauti kama hivyo, mtoto mdogo nimekulea mimi mwenyewe, nimekunaisha mimi mwenyewe, mshenzi mkubwa wewe. Wewe kumvunjia adabu huyo. Sikiliza dada, nikwambie, nimemwambia ukweli kwamba msiba wenu wa kichawi. Yaani unaonekana kabisa msiba wa kishirikina. Mchawi mwanao ndio mchawi. Na nilikwambia muda mrefu kama mtoto wako wewe mchawi, lakini ukutaka kunielewa. Mwanao anamwambia ajabu sana. Yaani Bailam. Dada, mwanangu mimi mchawi? Sana mwanao mchawi. Mwanao ni mchawi. Kanizuia mimi shambani nisiende safari yangu manake lini? Mwanao ana mambo ya ajabu. Na nilikwambia muda kama mwanao ana mambo ya ajabu, lakini ukutaka kunielewa mdogo wangu. Au unaishi kani wewe moja? Hata uongo. Ina maana dada hizi ndo fadhila zenu, si ndio? Yaani mnaonekana mmeshakaa. Sasa hivi mshamaliza shida zenu. Hapa sasa ndo mnanilipa. Ushafikia hatua kumwambia mtoto wangu mimi mchawi. Kwa ajili ya nyinyi msiba wenu wa mauzauza mnamuona na mwanangu mimi mchawi. Sasa sikiliza, mimi hapa ndo mwenye nyumba. Hapa mlipo nyumbani kwangu. Na huu msiba upo nyumbani kwangu mimi. Sasa mimi si ndaniona mchawi? Si amtaki muambie ukweli, mtawaonyesha. Subirini muone. Mimi nilijua hatima yake. Ipo siku tutakuja kudhalilika, ndo haya yanatokea. Nilikwambia mimi. Nadhalilika mimi. Mdogo wangu anafikiria hatua kama hii, mimi ananitusi. Anamtusi baba wa watu hapa. Tumekosea wapi? Msiba una nini jamani? Una nini msiba? Basi tupate uvumbuzi tujue la kufanya ni nini. Msiba una vituko tu, unaeka una misukosuko. Sijapata kuona mwenzenu. Hii kweli kali ya mwaka. Boni, nimekusubiri hapo kwa muda mrefu sana. Na angali kwamba unajua kabisa kama tutachelewa, tutafeli kila kitu. Nalijua ndugu yangu. Lakini nilienda juu hapo mara moja, nimfuata dada yangu kwenye msiba. Nisiyo na taarifa ile kuhusu msiba. Kuhusu huo msiba mimi najua toka kitambo sana. Lakini nawasikilizia wafiki hatua za mwishoni ili na mimi niweze kukamilisha jambo langu. Sawa. Basi ngoja mimi nijiandae tuondoke. Sawa.
Usiku umenyamaza, majonzi yanabubujika, sauti za watu, kilio hakikati. Lakini kuna jamaa, macho yake ni baridi, anaota majumba kwa damu ya mzazi. Kijiji kinamjua, na njaa ya haraka, mikono yake mitupu, mioyo yao inachemka. Anatafuta shauri, gizani anakutana na anayemcheka roho, anamwambia siri chafu. Usifike msibani mwana, msikanyage kwenye kaya ya mauti. Jina lako limeandikwa gizani. Usifike msibani mwana, usiye sikanyage kwenye machozi ya mama. Mama kalala chumbani, pumzi zinapungua, wanawake wanamzunguka, wanashika mikono. Anainua uso, macho yanawaka mwanga, anasema kwa pumzi, kauli ya mwisho. Msinizike, mpaka mwanangu afike. Oya Boni, hivi uwisi ule mnyama anaweza akatufaa katika jambo letu? Wa mwanangu, hizi ni mali za watu, hebu tuachane navyo. Cha kufanya hapa tuforce kwenye jambo letu ili tufanikishe tunachokitaka. Wewe mwanangu, vitu vya watu haya mambo tunaenda kuyafanya sisi ni mambo ya muhimu. Na yani wewe ni kama itakuwa imetupunguzia baadhi ya gharama katika hiyo issue tunaenda kufanya. Mimi naona bora tufanye bwana. Ni sawa, lakini sasa hivi ni vitu vya watu. Unataka kuchukua vitu vya watu ndugu yangu? Hem, tupambane, tutafute kinachokifanya. Tuachane na hivi vitu bana. Shauri yako, mimi nafanya kama hutaki basi. Boni, toka muda ule bado uko hapa? Nilipita kwa rafiki yangu mara moja, ndio maana umeona nimechelewa kurudi huko. Na vipi hapo kwenye mbuzi wa watu? Sisi tulikuwa tunapita tu hapa, wala hatakuwa na misho yote na mbuzi. Mzee, mnataka kuiba mbuzi wa watu nyie? Hamna mambo ya kuiba mbuzi, si wapi na wapi. Ushai kutuona sisi tumeiba mbuzi? Maana reaction yenu. Haya, mtajua wenyewe na wewe mbuzi wenu. Mbona sielewi? Naona issue ishaanza kuingia usiku sasa. Afu wakati issue ni mchana huu. Ndio hivyo. Hapa tayari bwana alishaingia Ruba. Kocha kufanya hapa ni kuondoka. Tukafanya issue nyingine. Hizi tuachane nazo. Okay poa mwanangu. Lakini usije ukajaribu kukata tamaa hata kidogo. Yaani jambo la kukata tamaa liwezekani. Ila cha kufanya tuondoke. Hizi mishe zingine mwanangu ninakwambiaga zifai. Tuondoke. Danemu, nilikutana na mdogo wako akanambia uko msibani, afu mimi nitaka kusuka. Kwani msiba huu ni wa nani? Shoga yangu, kwa tuongee taratibu. Huo msiba wenyewe na majanga kibao. Yaani hivi ninavyokuambia mimi mwenyewe, nina mpango wa kuondoka nyumbani. Maana hata huyu mwenye nyumba hii, yule shoga yangu, sio msiba wa kwake, hata humhusu. Kwa nini?
Dada, hivi unaona unachokifanya kiupo sahihi? Ni mara ngapi nimekuelekeza usiwasaidie binadamu, lakini bado unielewi? Ndugu yangu, kumbuka tumeumbwa kuja kusaidia binadamu. Hatuwezi kuacha binadamu wakuteseka wakati sisi ni tupu. Dada, wanadamu hao ndio wanakaa mstari wa mbele kuja kutuumiza sisi. Ndio watakuja kukupinga wewe kwa kila jambo. Unawasaidia wao na furahi, lakini kwako utakuja umie. Hivi ni kwa nini hutaki kunielewa dada yangu? Ndugu yangu, kumbuka tumeumbwa ili tuwasaidie wanadamu, sio kuwaumiza wanadamu. Kama tumeshushwa kuja kusaidia wanadamu, kwa nini ulipize ubaya kwa ubaya? Tenda wema uende zako, kwa Mungu utakuja kupata thawabu kubwa sana. Hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu, sio maneno yetu sisi. Si tutalipa ubaya kwa ubaya. Wanadamu siku zote sio mtu mzuri. Utamlipa mema, lakini wewe utakuja kukulipa ubaya. Sasa sikiliza. Mimi nitaenda kumwambia baba hiki unachokifanya. Kuna shida gani? Nini kwa nini kiasi nyanyua? Kulikoni? Sisi tulisikia kelele kwa huku nyuma. Na kuja huku nakuta kadondoka tu pale chini. Hatujui kilichomtokea ni nini. Jirani, hichi kishakuwa kizungumkuti sasa. Sumira vizuri. Haya, mauzauza yametokea mpaka kwa mwenyeji wetu. Na ndio maana mimi ile juzi nilimwambia huyu mtoto sio, lakini mimi nahisi na mwenyewe mama mtu njia zao moja. Na ndio maana mimi kila nikimwambia mdogo wangu anapingana kabisa, hataki kusikia katakata kwamba mwanao ana matatizo fulani, hataki kunielewa. Itakuwa njama zao moja. Na ndio maana yule mtoto kila wakati anabadilika, kila muda anabadilika. Mdogo wangu naye inabidi nimwangalie. Sasa inavyoonekana yule mtoto mjanja zaidi kuliko hata yule mama yake. Sana. Tena sana. Na ndio maana mama mtu kila alotuambiwa anagoma, kila alotuambiwa anagoma. Ina maana yule kuna watu wanamtumia. Nahisi hivyo. Hapana. Mimi nakataa. Sababu kama angekuwa anatumiwa, mama mtu mimi ninavyomwambia angekuwa ananisikiliza mimi kama dada yake. Lakini kwa nini hataki kunisikiliza? Na ndio kwanza yuko pamoja na yule mtoto. Twende kwa tukasize mauzauza. Hadija. Hadija. No.